Mwancho murigereria kaka ebintu mbire ngoteba bibere asobogima omuntu obwenerete goteka precautions egente getangani endagiro kuri gochinda egento gya kabere amacho konyi gochinda. If you mess up nebinte bibere, your health is messed up. Mono amache bantu barware typhoid abantu barwarire amoeba na marwira ndamange wetera amache mokonywa. Rero nigo tore asensemo ya Chocom Limited. Chocom Limited ne company ekorosia amache amakenonoku kuruchiseme kiga kya Nyamataro ime ya Kisii County. Amache ayayiga nigo bakoya Rusia ase a borehole, yani egesima kerige kunyire ne rig egari bigo kunye bisima kabisa egaikera amache ari insa marabuse. Amache ye bakoyaka agenda chitangi. Ekera chire chitangi goro abantu maremo kuboringa gi kaka tokonywa amache lakini ndo mabia za koroserwa. Muntu ndagante biga. Kako manyita amache na ren konywa na nyweta amache juba abujire kurutara jambiri. Choko mbari ko buja kurutara jambiri usande. Choko ebakurusia amache abo ase borehole bayaka agenda chitangi goro kurwabo bamanya kuyakora yento kurukanga purification. So from here this is the first process arure a borehole achire tangi goro. I want to show you enchira bako yakora purification and some explanation that you understand. Ekero kunywa amache gochinda kwa manya saruete na rio ogotwara afya engia asomobiro. But now this is where they do their purification. I want to switch to English and Swahili kwa sababu mtaalamu wetu haelewi lugha ya mama. Habari ndugu. Salama sana. Unaitwa nani? Naitwa Victor. Yes. Yeah. Kutoka Chocom Limited. Natoka Chocom Limited. Now, what is this? Ni nini inafanyika hapa sasa? Now this is the production room. Okay. From the borehole, ukipita kwa tank, the holding tanks, we call them the holding tanks, they are raw material. Yeah. This is the production room where the purification of water inafanyika. Then before being bottled in the main machine. Yeah. So basically hapa tukitoka maji kwa holding tank huko juu, we start the filtration. Yes. We start the filtration from this point. Okay. Even before the raw water ifike hapa, tunakuanga na sampling points. Lazima tuangalie the quality checkups before maji ingie kwa machine. Yes. Na hiyo tunafanyia hapa. Okay. Hapa the sampling point yetu, point A. Okay. Of which hapa tunaangalia raw water before ingie kwa machine. Yaani mnaipima kwanza. Tunaipima kwanza Okay. before ingie kwa machine. Juu hii maji inakuanga na times kunaweza kuwa na smell, inaweza kuwa na impurities mingi like smell, kama tuseme chumvi maybe iko ndani. Alafu huko juu we do the dosing of chlorine. So lazima tuangalie kama hizo vitu zote ziko hapa. Kuna baadhi ya maji nimekunywa alafu napata iko na some smell. So maybe haipiti kwa hii process. Okay, now with the smell, Yes. nitakwambia venye tunaendelea, then Okay. there's a place tunatolea smell. All right. Yes, but basically hapa tunaangalia the raw water. Okay. Quantity za hiyo raw water iko nini? Toka kwa turbidity, tuangalie pH, tuangalie salinity, hizo vitu zote. So tunajua maji inaingia kwa machine iko na hii quantity ya chlorine, iko na hii quantity ya turbidity, pH na salinity. Ndio sasa tuanze purification process. Okay. Yes. Then from there? Then from here, Now what is this here? Hapa ni nini? hii ni high pressure pump. Okay. Inatumika kwa hii machine yote. Ndio Yeah. inapiga maji. Inapiga maji. Okay. Yes. Haya. But purification tunaanzia hapa. Unanipeleka haraka sana. What is this now here? Hapa we have a water purification machine. Okay. The RO system. Hii RO system ndio inatumika kutoa all the excess minerals kwa water. Okay. Kuna zile excess minerals zenye zinahitaji kama ions, kuna maybe excess fluoride. Sasa hizi ndio inatumika kutoa hiyo excess minerals kwa maji. Okay. Yeah, so that it can be according to the KEBS standard, the Kenya standards that are required. So tunatumia ku eliminate hizo raw materials na excess minerals. Yes. Okay. Then So process inaanzia hapa. Hapa we can call it media A na hii ni media B. yes. But hapa tuko na sand. Sand we have 3 types. Kuna ile Yaani sand mchanga. mchanga. Okay. But the one that is according to KEBS standard, huwezi chukua tu mchanga yoyote. Hii inauzwa lazima uende maybe Dayleaf and Shaftcliff maybe ama any other quantified company yenye iko na hiyo type of sand.
So we have 3 types. Kuna rough, kuna coarse na kuna very fine. So maji ikiingia basically this is the inlet. Ikiingia inaanzia chini. Okay. Filtration. So ikipanda juu inaanza na ile mchanga rough iende kwa coarse alafu fine iko huko juu. So maji inakuja alafu inatokea huku. Iko na chambers hapa ndani. Yes. So from here tunaenda kwa media B of which it consists of activated charcoal. So with this ndo tunatumia kutoa ile odor, maji kunuka, then chlorine tulidosi kwa pump hapo. Yes. So inatokea hapa juu. According to KEBS haifai maji ikuwe na chlorine. Ile test unakunywa ya chupa ya maji alafu unasikia iko na test ya chlorine, haifai. So tunaitolea hapa. Juu disinfection ishafanyika, so hiyo chlorine ishamaliza kazi, tunaitolea hapa chlorine. With here tuko na glass media huku chini. Okay. Pia ikiingia iko na 2 chambers, inaingia huku chini, inaanza na glass media, alafu inachukia this side, inakuja na hiyo activated charcoal sasa. Then inaingia kwa RO machine. Okay. Yes. Now this RO machine ndo nimekwambia inatoa hiyo chlorine, fluoride, iron, these excess minerals. So that the standards can be according to the KEBS standards ama East African standards. Hizo ndo tuna operate nazo. So tukifika hapa, this water is already purified. Yes. Yeah, From but this not point. yeah, it's purified. But not safe. Not for safe drinking. for drinking yet. So So this is just but part of the process first that needs to go through before ingia hapa sasa tutoe hizo minerals. Yes. So tukifika hapa we have our sampling point B here. Kiangalia hapa kuna hii. Okay. Ukifungua hapa maji inateremka na hapo chini. Okay. So before maji ipite hapa tunaisample tena tunapima. Okay. So at first tulipima hizo contents ziko kiasi gani. So zikishatolewa hapa tena tunapima hapa. Okay. Before iendelee kwa system. Then hapa nyuma we have the RO machine. Hii ya white huko nyuma. Hiyo naona kama thermos kubwa. Hiyo sasa. Hiyo ndio inatumika kupurify hiyo maji, kutoa the whole process inakwambia excess chlorine, iron, fluoride, hiyo sasa ndio inatumika. Hiyo ikiharibika then production inasimama. Yeah. That what we call it the heart of the production. Juu sasa kama hiyo ikikataa kuna production itafanyika. So after sampling here ndo tukiona like iko according to standards, zile vitu zimepungua, so tunafunga inaingia kwa machine. Now this is the pump yenye na pump kwa hii RO machine hapo nyuma. Yeah. So with the pressure yenye ina exert hapa, juu we have 2 types of pumps. Hiyo ni high pressure pump, then kuna hii ya raw water pump. So hii inatusaidia kuingiza hapa maji. So unajua vile inapitia hiyo process inapungua ile kasi like the speed reduces. So ikifika hapa hii ina increase your speed. Ndio ipite sasa kwa hii machine. Due that it has a chambers. Lazima zipitie. Kama pressure itakuwa chini hiyo maji itatoka kidogo. But sasa with that lazima sasa increase your pressure ndio maji ikuje ingie huku. So maji yenye inaingia hapa, this water is purified but not safe for drinking. And again but not yet safe for drinking. But So this is storage. Yeah, this one is a storage tank. Purification, purified water. Now the water that is inside here, it's purified. But still we have some 2 stages that needs to undergo before we bottle it. And that's why we have that machine. Oh, the one iko hapa nyuma. Ozone generator. So ikitoka hapa inaingia the packing room, but we are dosing it with the ozone gas with this pipe. That's why unaona hii pipe imeingia imeenda the other side. The other room yuko chini. So with that it removes all the microbes. Juu hii maji inaweza kuwa purified, yes, but kuna zile microorganisms zingine zenye lazima you have to purify more and more. Juu kuna zile zenye zinachukuanga more time before they defeated or rather they die. So tunamaliza na hiyo ozone gas of which it purifies us. It kills the microbes. And also in the packing room we have the UV. UV pia inasaidia kuchoma hiyo maji to make sure that there is no any microbe yenye itapatikana kwa maji. So hapa juu
The process ends hapa, alafu inapeleka chini. Inapeleka chini, yes. Uh-huh. Inaishia hapa, Okay. alafu sasa hii inapeleka chini. Inapeleka chini. Yes. Now, can we go down and follow the other step? Sure, we can. Right, tumefika kwa parking room. Maji imetoka juu, imeteremka hapa. Now from here, where do we proceed to? Okay, now from here, venye nilikuwa nimekuambia kuna ozone gas. Yes. We dose it here at this point. Okay. So ikitoka huko kwa ozonator, inakuja inaingia na hapa. And again inapitia kwa UV to sterilize more kama kuna microorganism zinamaliziwa kwa UV pia. Then from here, now we go to the machine. Okay, maji ikitoka hapa sasa Inaingia kwa machine sasa. kwa machine huko. Yeah. Can we move close to that point? Sure, we can. Yes. Now, Uh-huh. before maji ingia kwa machine, we have our filter here. Okay. Just in case kuna other the impurities zinatolewa na hii filter. Yes. So that inaingia kwa filler. With the filler, water yenye iko kwa filler is ready for drinking. Okay. Because it has already passed through the whole stages. Yes. Now kitu imebakia hapa ni packing, kufunga na kupack kwa the karatasi. Yeah. Now the process of packing starts from the other side. Okay. Yeah, kufunga huko nyuma. You feed this one the chupa. Yeah. Okay, so loading of the bottle inafanywa huko nyuma. Okay. So hiyo conveyor, it's an air conveyor. Inasukuma chupa zinakuja zinaingia kwa machine. Now with the machine inaanza na bottle washing hapo juu. Penye hiyo chupa imesimama hapo inaanza na bottle washing. Then after bottle washing hapo inaingia kwa filler. Can we see the washing happen? Oh, okay. Yeah, now that is bottle washing. Hakuna mtu anatushika chupa tukuosha. So after that tunaingia kwa filler hapo. Then from the filler we have the capping. Okay. Funiko zinawekwa na mashine hapo. Chupa ikifika hapo inawekwa na mashine. Alafu huku mbele, Okay. the last one inafunga mashine. Yeah. Then from there sasa. Then ikikuja kwa conveyor huku. This one tunatumia kuangalia kama kuna particles kwa maji, the light. Tunatumika kama kuangalia kuna particles kwa maji. Oh, Then, so you look at it. so kama kuna particles kwa maji, unaweza angalia na hivi. So as you can see the water is very clean. Then from here we have a dating machine. Dating code. Hapa ndo tunafanya manufacturing date, expiry date na lifespan yake. Okay. Ukiangalia hapa, we have the manufacturing date, best before, then the lot number, the batch number. So that in case of anything, in case hii maji ileta shida kwa soko, we can retrace it using this manufacturing date, the expiry date and the lot number. Yeah. Then on this process pia ndo tunafanyanga the labeling. Tunaweka label, then we shrink them. So usually kuna kuanga na mtu mmoja hapa anafanya offloading. So ikifika hapa mtu anatoa anaweka kwa crate, then ikifika hapo hii maji inaenda huko kuwekwa KRA, the KRA stamp. Then after the KRA stamp we also have the seals. Tunaweka hizi seals zikiwa kwa crate. But mark you, this water is very safe for drinking at this stage. So tunaweka seals, then after that tunafanya packing, tunazipanga hapo. Yes. Wow. That is so maji imekuwa sasa inaenda kwa duka. Maji inaenda kwa duka sasa. Aba gusento bate company ya Farasia mache chisame chegatia Nyamataro. Onye kubwate eduka kagete kwa nya mache. Onye kubwate supermarket. Kaenda kwa bara branding na macha ya across bu korengana buna yo tagete. Urabone kero abantu bari bamata ka mache amatanga aba branded korengana na batagete sa mache chinyangi. So they do all that. Look at that branding at an affordable price. What you do, but I let you submit a Nyamataro, no a plant here, back or see a match a mountain you can see, already have a packet a match. I see I got so long a match also for drinking, water processions like it.
bakase kwekere ibona amachare clean otawenda ukora wasiwasi ebionsi ekero okunya kuwasindi kamere mere nukoja sikakasumura esayo abantu mbare bakugura amache in the supermarket shilingi 500 bandi mpaka 550 maya yandi up to 600 korengana muno kunywa amache buo ekera koereire nabo gocha iga chokom ogocha nechuba gose abantu momenyete Nyamataro gaiga Kisii town Nyakoe around iga takona kunywa amache kuru ensoka no gochanda basa aiga nabo kuri fili amache na only 200 shillings ogocha na 20 liters ba gochoria amache are purified amakeno noku amarabuse atabuat jam no nyene nke nabokore techuba ende yons obwat any bottle as long as it 20 liters nabokore tabakuri filleri na ne bakoyesie kere buya ogendo bekase dispenser mbare motabwat chichuba ayanjune kabijike orita 20 neke funekero oiche bago jasera amache gaiga otamboke go chaboga ne nyombo chikonyu muntu narenga gaki abagani watumike transport korunya kwa wajikorigia amache Kisii town supermarket choko mwe Nyamataro nsaiga ogoja na lita 20 bago ichoreri okuneke oira ne nyombo choko mungo rosbaraji juice ene iri okunyu direct mbabwateria koba diluted eye kurukunga sweetie yani ere sweetie juice sweetie bali mubwate chi birthday bali mubwate mejiga ao chi school bali mutagete ko support abana in schools nabogo chaga iga bako a juice agantaka kabwate 24 pieces at 240 Kenyan shillings tiganda ugo sengare sweet Chokom Nyamataro Kisii town